Inawezekana wewe ni mfugaji wa ng'ombe na hasa mfugaji wa ng'ombe wa maziwa. Inawezekana kuna kipindi ambacho ishai kutokea au inatokea hivi sasa, unampandisha ng'ombe wako zaidi ya mara moja lakini bado ashiki mimba. Je, hipi ni sababu ambayo inaweza kupelekea changamoto hii? Hii changamoto inaitwa kwa kitaalamu repeat breeder cow syndrome. Yaani ng'ombe unampandisha zaidi ya mara moja lakini bado hashiki mimba. Na wengine wamekuwa wakihusanisha na ushirikina. Lakini kuna sababu kadha wa kadha ambazo zinaweza kupelekea ng'ombe wako asishike mimba hata ukimpandisha zaidi ya mara moja. Sababu hizo ni zipi? Ng'ombe anawezekana changamoto ya maambukizi kwenye mji wa mimba. Kwa kitaalamu wengine wakiita metritis, endometritis. Ni changamoto ambayo inatokea hasa pale ng'ombe wakati wa kuzaa anapokuwa amepata changamoto, aidha kondo kubaki ndani na changamoto zingine ambazo zinaweza kupelekea maambukizi kwenye mji wa mimba. Lakini pia changamoto hiyo inaweza kupelekea mirija kuziba na hivyo yai kushindwa kutoka na kurutubishwa. Lakini pia vivyo hivyo changamoto nyingine inawezekana ni magonjwa ya zinaa. Ndio, usicheke, magonjwa ya zinaa. Ng'ombe pia na magonjwa ya zinaa kama fibrosis, trichomoniasis pamoja na magonjwa mengine ambayo yanaweza kusababisha ng'ombe huyu asipate mimba tena. Lakini pia kuna changamoto zingine ikiwa ni pamoja na lishe duni. Kwa hiyo ng'ombe huwa anahitaji madini muhimu sana kwa ajili ya kupevusha mayai, madini kama zinki, phosphorus, copper, selenium pamoja na madini mengine muhimu. Lakini pia changamoto nyingine inawezekana ni changamoto ya kibinadamu, yani management. Ni vipi sasa management inaweza kupelekea pia ng'ombe wako asipate mimba? Sababu zingine ambazo ni sababu za kibinadamu inaweza kawa ni pamoja na utambuzi usio sahihi wa joto, kumpeleka jike kwa dume mapema sana au kumchelewesha sana, inaweza kupelekea ng'ombe wako asipate mimba. Vivyo hivyo kuna ng'ombe wengine ambao wana joto la kimya kimya au silent heat, inakuwa ni changamoto pia kutambua. Lakini pia vivyo hivyo utunzaji mbaya wa mbegu kwa wale ambao wanatumia kupandisha kwa chupa au uhimilishaji, pia zikitunzwa vibaya basi pale ambapo tunaweza kuwekwa pia katika mfumo wa uzazi wa ng'ombe jike pia anaweza asipate mimba. Lakini pia vivyo hivyo inawezekana changamoto za dume kuwa dhaifu, lakini pia changamoto nyingine kwa dume kuwa na magonjwa ambayo yanasababisha yeye ashindwe kutoa zile mbegu ambazo zitaenda kurutubisha lile yai la kike. Je, ni nini sasa cha kufanya unapokutana na changamoto hii? Cha kwanza kabisa ni mwite daktari ili aweze kufika eneo lako na kumpima mnyama wako ili akwambie ana changamoto gani na kipi kifanyike ili kutatua changamoto husika. Lakini pia kitu kingine ni kuhakikisha kwamba tunawapa chakula mifugo wetu kwa lishe inayotakiwa, yani vyakula ambavyo vina virutubisho vyote muhimu ili kuhakikisha kwamba tusikutane na changamoto hii ya ng'ombe kurudia mara kwa mara